faili lako hapa linaonyesha unadaiwa ada ya mwaka mzima, hujalipa. Halafu bado uko darasani unawapigia kelele watoto wenzio ambao wamemaliza kulipa ada. Unampigia kelele Sam Cheupe, handsome boy wa darasa. Hivyo una akili timamu kweli? Wewe una kipaji gani cha kuwapigia kelele watoto wenzio ndani waliolipa ada? Sasa sikiliza. Nenda kakae kwenye dawati pale, uandike barua ya maelezo na nakufukuza shule leo. Ona, kananitolea macho kama kenge mwenye kichocho. Ina maana hujanielewa au dharau? Masikio umeatia pamba. Nimekwambia hivi, kaa pale kwenye dawati, utaandika barua ya maelezo kwa nini unafukuzwa shule leo. Na shule leo kuanzia leo utakuwa huna. Hebu ngoja kwanza Bi Kachala. Tuongee kama mtu na mtu, yani tusiongee kama mwanafunzi na mwalimu, kwa sababu tukiongea kama hivyo inshallah unaona zinazidi. Yani unataka kunifukuza shule mimi kwa kosa gani? Ina maana wewe hujui kosa lako au unataka tuanze kuelekezana kwa fimbo? Hujui kosa lako wewe ulichokifanya. Unapigia kelele wenzako darasani ambao wamelipa ada, wamemaliza. Unampigia kelele Sam Cheupe, handsome wa darasa. Halafu pia haujalipa ada wewe. Sifuri kabisa, faili lako halijalipa ada mwaka mzima. Yani kwa hiyo mwalimu Bi Kachala, wewe sema, unataka kuniambia kwamba kwenye hiyo barua ya maelezo natakiwa kuandika kwamba nafukuzwa shule kwa sababu nimempigia kelele handsome boy wa darasa Sam Cheupe, si ndio? Na wanafunzi wengine ambao wamemaliza kulipa ada. Sasa sikiliza Bi Kachala, mwalimu wangu mwenye mdomo mwepesi kuliko wote. Wewe issue ya ada nilikuwa naomba tu achane nayo kwa sababu wewe haikuhusu. You are not responsible for that situation. Huwezi ukanifukuza shule wewe kwa sababu ya ada, kwa sababu wewe huhusiki. Issue ya ada tumwachie mkuu wa shule. Yeye mwenyewe ndo ataamua kama hasifai, nadaiwa madeni mengi, nifukuzwe shule, yeye ndo ataamua, ila sio wewe. Wewe labda uzungumzie issue za kimalaya hizo za kumpigia kelele Sam Cheupe, lakini sio ada. Achana nayo kabisa. Kwa hiyo dogo Shemtoi, unataka kunipangia maamuzi mimi? Una maamuzi gani bwana Bi Kachala? Wewe ni mwalimu tu kama walimu wengine. And this is a private school. Mwenye mamlaka ni mkuu wa shule tu hapa na mwenye shule. Ila wewe huna maamuzi yoyote ya kunifukuza mimi shule kisha ada. Halafu mimi sijapenda basi. Ni hali ngumu tu ya maisha. Kwa nini unataka kutugombani kwa sababu ya vitu vya ajabu ajabu? Wewe hivyo vitu havikuhusu. Wewe zungumzia issue za Sam, maana unamkazia Sam sana kuliko kitu chochote kile. Wewe unataka kunifukuza shule mimi kisha ada wewe kama nani? Shikiliza teacher. Usitaki tugombane hapa kisha vitu vidogo. Wewe tuzungumzie issue za kelele darasani, na zile sio kelele. That is talent. Ilikuwa ni talent tu naionyesha darasani mbele ya watu, ya wanafunzi wenzangu, ili wajue kwamba mimi najua kuimba. Kanaongea. Sikiliza, first of all, usiniite teacher tena. Kama ni mistakes iwe mistake tu, ulimi umeteleza. Mimi sio teacher. Mimi ni madam. Huna madam wote. Wewe teacher. Tuheshimiane Shemtoi. Teacher Konde. Naomba tuheshimiane kijana. Teacher. Shemtoi. Teacher Konde. Niite madam. Bwana wewe teacher tu. Huna madam wote Bi Kachala. Kwa shule gani? Shule yenyewe hiyo, shule imekaza kama engine ya tractor. Alafu unasema madam. Madam anatakiwa kuwa mweupe fulani hivi mpole, haongei sana kama wewe. Nani? Sangunga. Aha, samahani mwalimu kidogo. Kuna issue inaendelea hapa ndani, nikimaliza basi nitakuruhusu ingie. Halo. Haya sawa. Dogo, kuna kuelekea sasa naona kama tutavunjiana heshima. Na ni bora nimekuita ofisini kwangu. Ingekuwa mbele ya wanafunzi, tayari ungeshanidhalilisha mimi. Kwa sababu unaongea sana. Mtoto mdogo unaongea sana. Mimi nitaachana na issue za ada. Lakini swala la kutia kelele, la kumpigia kelele Sam Cheupe darasani bado liko pale pale. Nitakupa adhabu. Mimi sina kosa bana madam. Kwanza zile sio kelele, ile ni talent. Wewe huna kipaji cha kuimba Shemtoi, usijidanganye kabisa. Hebu kwanza sema sasa. Shasha. Umeona sasa? Hebu sema siwezi, sema sitopenda tena. Siwezi, sema sitopenda tena. Nadhani sasa umenielewa. Hakuna msanii wa hivyo Shemtoi ambaye esi anatamka esh. Hilo swala haliwezekani. Sasa mimi nikuombe tu, usipige tena kelele darasani za kuimba. Kama kutia kelele, tia kelele za kusoma. Na kama utatoboa ni sawa, lakini najua kichwa chako ni korosho. Naomba uondoke. Adhabu yako utamwagilia zile bustani za pale staffu mwezi mzima huu. Utamwagilia kila siku asubuhi. Vipi baba, mume wangu kipenzi, Bakari Kiboga? Mbona umenyong'onyea? Na leo pia umekosa chochote kitu?
Sio kukosa tu. Katika siku ambazo nimeiona fedheha ya umasikini ni leo, mke wangu. Ni leo. Yaani leo nimeonekana kabwela ambaye sina thamani katika ulimwengu huu wa dunia. Naenda kuomba msaada kwa mtu anikopeshe fedha. Kweli anandaimie mke wangu. Yaani kwamba mie nimpeleke mke wangu pale kama rehani kwa siku moja ndio anipatie hizo pesa. Mie Bakari Kiboga. Wai! 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 Kelele hizo nazo vipi mme wangu? Hebu basi tulia baba Bakari Kiboga. Tulia. Sasa utantia hata na mimi huzuni nianze kulia hapa. Na hakuna mtu wa kutunyamazisha. Unajua wahenga walikuwa mbele ya muda sana mme wangu. Walichokuwa nakisema kwamba cha mtu ni mavi, ukikiona tema mate uondoke. Walisema kwa sababu wanajua watu na vyao wana roho mbaya, ni makatili. Ni nani huyo mme wangu ambaye alikuwa ananitaka mimi kama rehani ili akupatie wewe pesa? Ni nani huyo? Ni Zumbe huyo mke wangu. Zumbe huyo. Ile ni laana. Ile ni laana iliyopitiliza. Yaani yule bwana ana mambo ya hovo mimi sijawahi kuona katika maisha yangu. Na hana aibu katika uso wake. Yaani live bila chenga anamwambia mwanaume mwenzake kwamba namtaka mke wako ndo nikupatie pesa. Kweli? Kweli dunia imekwisha. Dunia hii imekwisha. Watu wa hovyo wanazidi kutililika na wanabarikiwa kweli. Yule bwana kabarikiwa pesa lakini roho mbaya na ukatili. Hachelewi kumtaka hata mwanaume mwenzie yule. Basi mme wangu tuliza jazba. Huko sio kwa kurudi tena. Tuliza, usiongee sana, usije ukaharibu sauti hiyo baadaye ukashindwa kunibembeleza. Tulia mme wangu, huko sio kwa kurudi. Ushajua jitu ni katili, sio la kulikurubia tena. Hata tu mimi kesho tuna kikao cha vikoba. Niende nikazungumze tena na ndugu zangu, kama wanaweza kunielewa basi watanipa hela ili tukapunguze hilo deni shule. Darasa la 7 Darasa la 7 Mbona mmechoka leo vipi? Toeni sauti basi, changamkeni. Nyie ni LOI ujue last year. Darasa la 7 Darasa la 7 Sadakta. Sasa nimepata maelekezo mapya kutoka kwa mkuu wa shule. Mkuu wa shule ameomba huyo Shemtoi na Maria watenganishwe, wasikae pamoja. Wanatutenganisha mpenzi wangu. Madam Bikachala, mimi kwa kweli siwezi kuishi hapa darasani bila Shemtoi. Siwezi kukaa bila Shemtoi. Na sioni kama kuna sababu ya msingi ya kunitenganisha mimi na Shemtoi. Acha ubishi Maria. Hayo ni maelekezo kutoka kwa mkuu wa shule. Na sio ombi, ni lazima. Mkuu wa shule kaagiza kwamba wewe usikae pamoja na Shemtoi kwa sababu Shemtoi anadumaza performance yako ya darasani. Na wazazi wako pia wameagiza hivyo. Wewe unataka kubisha nini tena wewe? Sasa sikiliza. Maria, kuanzia leo utakaa na Kitundu. Shemtoi utakuja kukaa hapa front. Mwalimu, nakusikia sema. Mimi nilikuwa na shauri Maria akae na Sam kwa sababu wanaendana kabisa, black and white. Wewe nawe Karunde, sometime akili zako sijui unazishodeka makwapani. Yaani hufikirii, huna fikira pana. Ushawahi kuona wapi? Yaani ni mkabidhi ng'ombe alindie majani. Hilo swala haliwezekani. Maria hawezi kukaa na Sam. Kwanza hata hawaendani. Unaangalia kwa jicho gani wewe? Nishasema na nimemaliza. Maria atakaa na Kitundu. Shemtoi atakuja kukaa hapa mbele. Full stop. Kwa hiyo mwanangu saizi unaenda kukaa na mtoto mkali au vipi? Mimi sio limbukeni kama wewe Sam. Hivi vitu mimi kwangu ni vitu vya kawaida kabisa yani. Kitundu utakwenda kukaa na Maria. Halafu nikukumbushe tu, sio kwamba nimesahau, sijasahau. Kesho sitaki kuziona hizo ndevu darasani.